kibarua kinaenda kuota nyasi. Ndo sasa sijui hapa nishike la baba au nishike la madam. Madam, mimi sijui chochote kuhusiana na hilo swala, sijui chochote, haki ya Mungu. Crown, nimekuuliza hili swala nikiwa na uhakika kuwa unajua kila kitu kilichokuwa kine. Nilidhani utaniambia ukweli kwa sababu mimi ndo bosi wako. Ndiyo, wewe ndio bosi wangu, lakini ukweli ndio huo. Sijui ni nani anahusiana na swala la kumteka Panjwa. Si utakuwa mkweli? Basi funga kila kilichokuwa chako na uondoke. Madam, niondoke tena? Unamaanisha nini kusema hivyo? Na maanisha nimekufukuza kazi kwa sababu huyo unayefichia siri huenda ndo bosi wako, sio mimi. Sasa nakuomba uondoke nyumbani kwangu. Madam, unanionea tu. Naanzaje kuacha kazi? Ni vile tu najua ni mambo familia. Ndio maana sikutaka kabisa kuyaingilia. Sitaki kusikia longolongo. Kama unataka kumtaja mhusika mtaje. Hutaki ondoka nyumbani kwangu. Sawa basi, mimi nasema nakwambia ukweli wote. Alihusika na swala la kumteka Panjwa ni ndugu yako Mwarabu ule. What? Nilikuwa nikiwasikia wakisema wanataka kumpa onyo ili akae mbali kabisa na wewe. Na ndio haya majanga yote akamkuta muuza maji, maskini ya Mungu. Ina maana alofanya hivi ni Dinyo? Ndio madam. Yaani ukisikia mshika mawili moja mponyoka, ndio hili sasa. Tamaa mbele umauti nyuma. Yaani nimetaka vitu vya haraka haraka hela au na madhara yake. Sasa hivi nimekaa leo juu. Yapo. Haya geti tena siruhusiwi kulifungua hivi. Ocho. Munira. Kitambo sana sijakuona. Vipi? Uko poa? Niko poa. Afadhali nimekuona. Maana nilitaka nije kwako tuzungumze. Tuzungumze? Sidhani kama mimi na tuna kitu cha kuzungumza sasa hivi. Najua, lakini nilitaka kukuomba msamaha kwa kila kitu kilichotokea kati yetu. Wakati tukiwa kwenye mahusiano yetu, sikuwahi kuwa mwaminifu. Licha upendo wote wa dhati ulionipa. Munira, hiyo samani yako sidhani kama ina maana yote kwangu. Kwa sababu mimi naye tumeshaachana tayari. Kwa hiyo wewe ungeacha tu ya zamani baki kwa ya zamani tu. Tuangalie mambo mengine sasa hivi. Najua hilo, lakini bado nilikufanyia vibaya. Kwa sababu kwa sasa nipo kwenye mahusiano. Na hapa najiandaa kwenda kwa wakwe zangu. Natamani ninapoenda kuanza maisha mapya nisiwe na kinyongo wala hatia na mtu yoyote. Na ndio maana nimekuomba msamaha. Hongera sana kama umefikia kwenye hatua hiyo bwana. Na pia mimi nikutakia tu kila laheri kwenye ndoa yako na mahusiano yako kwa ujumla. Lakini pia nikutoe wasiwasi tu Munira. Mimi sina kinyongo chochote na wewe. Yale yaliyopita yameshapita tayari. Kwa hiyo unaweza kuishi maisha yako tu fresh kwa sasa hivi na tukaishi tu kwa amani, tuka kama washikaji, marafiki. Na maisha mengine yataendelea. Sio na shaka wala nini. Asante sana. Natumaini pia wewe na Jim mtafika mbali kwa sababu nyinyi wote ni watu wazuri. Na kama hautojali, ningependa uwepo siku ya ndoa yangu. Usijali Munira. Tukijaliwa uzima hiyo siku, ni lazima nitakuja kukusupport. Usiwaze wala nini. Lakini mimi sikupendwa. Ungunyule diako wachai wauji hata chuku burudani tu. Maji
Maji. We kaka, kama usikii, nimeanza kukuita kule majumba sita kule kote kuna kukimbilia wewe. Maji, unisikia au ndo dharau tena? Unafikiri nini? Biashara matangazo dada yangu. Hivi unavyoona nilikuwa napiga kelele, sasa nikipiga kelele tu masikio yanaziba. Na hivi kamlima haka ndio nilikuwa napandisha umeni nani. Basi sawa, mimi nilikuwa na shida na maji, unipelekee hapo. Maana kuna mkaka alikuwa ananipitishia, sasa hivi simuoni, mweupe hivi mrefu, afu kama Mwarabu hivi shombe. Unamzungumzia Panjwani? Huyo Panjwani. Panjwani yule mimi ndugu yangu. Yani baba mmoja mama mmoja, mimi na Panjwani. Mimi si Mwarabu. Ila mimi Mwarabu toleo la mwisho, yani wale Waarabu wa mwisho. Mama yetu yuko pale Uarabuni nani Mbagalo pale. Lakini baba yetu sisi ni alikuwa nani Osama bin Laden, lakini ameshatangulia mbele zake. Naona hata vindevu mfanana. Ken, mbona upo hapa? Umefuata nini? Kidawa, swali gani hilo unaniuliza? Ina maana hujui kwamba kwa nini mimi niko hapa? Unamaanisha nini? Au nataka kupigia simu uje? Kidawa bwana, wewe si ndio umenitumia message kwamba nije hapa. Alafu saizi unajifanya uelewe. Mimi nimekutumia SMS saa ngapi? Hemu ondoka hapa. Maana Taiga amesharudi. Asije akakukuta ikawa mengine bure. Kumbe Taiga kasharudi. Sasa kwa nini ulikuja nipa taarifa kwamba karudi? Wakati mimi nilikwambia kwamba mimi na shida naye sana. Ningeona naye ingekuwa vizuri. Hebu kwanza fanya kazi nilokupa ya kumtongoza naye. Wakishachana na Taiga, mimi nitakufanyia mpango wa kazi na nitakulipa hela yako. Ila vakake vifupi vya kwako ndefu. Mimi ndevu nimefuata kwa baba, lakini tabia kwa mama. Ila yeye Panjwani ndio tabia kafuata kwa baba sasa. Basi sawa. Nilikuwa nataka hayo maji. Sawa. Maji unataka madumu mangapi? Maana mimi napeleka pale, napeleka madumu 3 ndiye aliyebaki, napeleka nyumba hii hapa. Nilikuwa nataka madumu 5. Ila nipelekea hayo 3 maana kule nyumbani sina hata maji. Hapa naweza kugailisha kwenda kupeleka madumu kule. Yote nakuletea wewe. Kio kweli umenivutia. Maana hili penzi la ghafla hili. Ana kidoti. Kama video keti. Na natumaini kama tutakuwa wapenzi hivi. Hicho kidoti kinaweza kutumika kama taa kumulikia penzi letu. Yo niweka kwa maneno. Sasa mimi nafikiri haina haja ya kuchelewesha. Ni wakala wale ili nikupe wewe maji. Unaonaje? Kazi yako inaenda vizuri. Na nitahakikisha naifanya kama tulivyopanga. Well. Ken. Ina maana unapokuja kwenye nyumba za watu unashindwa kutoa taarifa? Mume wangu.
Unajua nilipopata taarifa za kupotea kwako nilishtuka sana. Kiukweli sikuamini. Hivyo nikaamua kwenda mpaka pale ulipokuwa unakaa wewe, nikakutana na wale ndugu zako. Na wao wakaniambia hivyo hivyo kwamba washakutafuta mpaka wamechoka. Mpaka wadiliki kusema kwamba wewe tayari ushafariki. Nimeshapoa. Na yote haya ni mtihani. Kila mwanadamu atapitia. Cha kushukuru hapo nipo salama. Kama unavyoniona. Nipo salama na afya nzuri. Cha muhimu hapo mambo mengine yaendelee tu. Hili swala sio la kukalia kimya, kwa sababu wote waliofanya haya matukio wanafahamika. Kwa nini tusiende kutoa taarifa polisi? Unavyoongea kama ni rahisi tu. Ila nikwambie, huwezi kushindana na mtu mwenye pesa. Siku zote mwenye pesa ana nguvu. Na wanasemaga mwenye pesa ana uwezo wa kuhamisha hata milima. Kwa hiyo sisi wanyonge bora tujifiche kwenye milima kabla haja kuiondoa. Basi sawa. Aliyowapa wao ndio waliotunyima sisi. Hata hivyo tuachane na hayo. Unajua sasa hivi mimi nina mpango wa kumpeleka Mnira nyumbani nikamtambulishe. Kwa hiyo kama hutojali tunaweza tukaongozana wote. Unajua wewe ni rafiki yangu. Natamani tungefuatana. Ila kwa sasa mambo yangu hayajakaa sawa. Ngoja kwanza niweke mambo sawa, alafu siku nyingine tutafuatana. Wala usijali rafiki yangu. Basi wala hamna shida. Kikubwa tu ni kuendelea kuwasiliana. Yaani wewe Kidawa ni mwanamke mpumbavu sana. Uko lazi kufanya chochote ili umharibie mwenzio. Umemleta mwanaume ndani ili utuachanishe. Nisamehe mume wangu. Nimefanya yote haya ni kwa sababu nakupenda. Na nilikuwa sipo tayari kukupoteza. Ndio umeshanipoteza sasa. Na kuanzia sasa hivi sihitaji kukuona nyumbani kwangu. Alafu na wewe Ken, baada ya kuharibu mahusiano ya Mawese, umeona haitoshi, umekuja kuharibu na mahusiano yangu. Tiger, nisikilize mwanangu. Hii ilikuwa ni prank tu. Tulikuwa tuko serious kabisa na hili jambo. Kidawa alitaka kufahamu tu kwamba kama Nana anakupenda kweli. Na ndio maana tukaamua kufanya hivi ili kumpima imani yake. Kwa hiyo hichi ambacho umekisikia hakina uhalisia wowote. Naomba niamini mimi. Acha unafiki wewe. Mimi sio mtoto mdogo. Nimesikiliza mazungumzo yenu yote na huna cha kunidanganya. Naomba unisikilize kwa makini. Kuanzia sasa naomba uondoke nyumbani kwangu na mchukue mpuuzi wako uondoke naye. Hapana Tiger. Usinifanyie hivyo. Usinifanyie hivyo tafadhali. Naomba unisamehe. Mke mwenza, hebu acha kumsumbua mume wangu basi. Hujamsikia alichokisema? Hata hivyo ndio umeivunja mwenyewe kwa mikono yako. Sasa unaomba msamaha wa kazi gani hapo? Ila nikupe hongera kidogo. Umejua kunicheza wewe kama mwali wa Kimakonde. Kikulacho kumbe kingoni mwako, kikulacho kumbe kingoni mwako, rafiki yako ndiye adui yako, rafiki yako ndiye adui yako. Alinaona gere, ninaona gere, ninaona gere, ninaona gere. Alelelele, linaona gere, linaona gere, linaona gere. Panjwa, nimepata wazo. Unaonaje tukaenda kukaa kwenye ile nyumba nilokununulia kipindi kile? Japokuwa ilikuwa haijakamilika, lakini nina imani itatufaa kwa sasa. Wazo zuri. Ila kama babako aweza kupajua hapa, hashindi kufika pale. Maana kama ulivyomsikia pale alivyosema, anasema vita ndio kwanza mbichi. Hapa cha kufanya inatakiwa tuame mji kabisa. Wewe una hela kwenye akaunti zako?
Unaonaje tukatoa tukaenda kununua nyumba sehemu nyingine? Kwa sasa sina pesa. Baba ameblock akaunti zangu zote za benki. Na vyanzo vangu vyote vya pesa amevizuia. Hivyo nimebakiza akiba kidogo tu ya kutusogeza siku 2-3. By the way, unaonaje tukaiuza ile nyumba kwa sasa maana haina mkaaji. Na kisha pesa tutakayopata tena kununua nyumba nyingine mbali zaidi. Kuuza nyumba sio kitu rahisi. Hapo lazima atafute dalali. Pia dalali atafute mteja. Kwa hiyo itachukua muda mrefu sana. Na hapa natakiwa tuame haraka sana. Kabla mambo hayajaribika. Najua baba yako atakuwa ameenda kujipanga. Na mimi simwezi kabisa baba yako. Sawa. Hata hivyo, hata ile nyumba nimesahau nyumbani. Itabidi niende kule nikaifuate. Basi sawa. Ukipata muda utaenda kuifuata. Vitu vingine niachie mimi, nitajua nini cha kufanya. Zanila mental, limetokea kati mimi na njaa, nikapenda na demu kale, na kuacha watu wote wakinishangaa katika mitaa. Musa